Ndugu zangu, karibuni tena katika kipindi chetu ambacho tunadili na mambo ya uhusiano, afya ya akili, afya ya mwili pia na afya nyinginezo ambazo zinatufanya kwamba tuweze kuishi katika ulimwengu ambao una furaha, una amani, una upendo. Na katika yote ni kipindi kirefu kidogo hatujapeana vipindi vyetu hivi, lakini leo nimeamua kurejea kuanza kuletea vipindi vyetu vya kuelimishana. Na leo ninayo mada inayosema usisuse sababu ya vibaraka au machawa. Leo nimeamua kuongelea mada hii kwa sababu ulimwengu wetu wa leo umebadilika kidogo. Siku hizi kumekuwa na watu ambao wanaitwa vichawa au machawa au vibaraka, ambao kazi yao wanayo kazi yao maalum kwenye jamii. Na hii kazi yao wanaoifanya ni kazi ambayo naweza nikasema kwamba ni kama kazi ya kuipotosha jamii au kuipeleka kwenye mlengo ambao mtu binafsi anautaka, sio kile ambacho unakielewa. Kwa hiyo wewe unalazimishwa uelewe kitu fulani, ukiheshimu kitu fulani, ukipende kitu fulani, kwa sababu tu kwamba kuna mkubwa fulani ambaye yupo sehemu ana senti zake, kwa hiyo anatengeneza vijana wake au watu wake katika kumsafishia njia fulani. Nimezungumza hii kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba jamii inayotuzunguka kuna watu wanapata shida na hili. Wanapopata shida na hili ni kwamba ni pale ambapo unakuta mtu fulani au ni mfanyakazi anatoa huduma fulani, anataka kufanya kitu fulani. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna watu wanatumika kumshusha mtu fulani ili mtu fulani apande juu, apate nafasi fulani. Na hii inatokea kwenye maofisi yetu, taasisi zetu tunazofanya kazi, ziwe taasisi za kijamii, za dini na nyinginezo pia. Unakuta kwamba kuna mtu atengeneza wafuasi fulani kwa ajili ya kumsafishia njia. Sasa leo nikaja na mada hii katika kusaidia walau kidogo kukupa afya wewe ambaye unakumbwana na mitihani hii ya maisha, ambayo unakosa majawabu, nini ufanye au ufanye nini au kae wapi ili uwe salama. Sasa katika hili kuliangalia kwa undani na hili kutokana na jinsi lilivyo huwa linasumbua, na katika kusumbua kwake linamshusha mtu hata thamani yake aliyokuwa nayo, uwezo wake aliyokuwa nao wa kitaaluma, wa kiakili. Unakuta unakumbwa na misukosuko kiasi kwamba anaanza kujihisi, hivi mimi ninajua au sijui, au nilisoma kwa makosa, kwa nini linakuwa hivi? Na unakuta mtu ambaye anakuwa kibaraka kabisa, unakuta hata kitaaluma pia kuna mashaka pia, na ndio kazi zake, sababu ndio inayomweka mjini. Sasa katika kuliangalia kiupana, nikaona kwamba niwape pointi 4 ambazo zinaweza kuanzia kusimamia kwenda mbele. Zipo nyingi za kufanya, lakini hizi 4 ambazo nakupa leo ni sehemu ambayo wewe unaweza ukasimama angalau ukapata njia ya kwenda. Mara nyingi unaweza kukuta ni misukosuko hii kwenye ofisi yako au kwenye taasisi yako unayofanya kazi. Cha kwanza ambacho nakusihi, kazi yote unaifanya jitahidi iwe na mkataba, iwe na makubaliano, iwe na maandishi fulani ambayo mmeandikiana. Unapokuwa umeandikiana, hata kibaraka anapokuja kukusumbua, hakikisha unaingia kwenye mkataba wako wa kazi unasemaje, na huu mkataba wako wa kazi unakuelekeza ufanye nini. Simamia hapo. Na kingine, usisikilize hao wanaopita na upepo wa nje. Jitahidi ongea na viongozi. Kuna jambo ambalo naliona liko sawa, kuna nini? Dini na management inakuelekeza ufanye nini. Sikiliza uongozi wako, utawala wako umekupa majukumu gani, unakupa ujumbe gani wa kutekeleza. Ukienda tofauti kwa kusikiliza vibaraka na machawa, hautaweza kutimiza majukumu yako, utapotea. Jambo la pili, dhibiti hisia zako, mitazamo, ishi kwenye kanuni. Mara nyingi unakuta mtu hawezi kudhibiti hisia zake, ameingizwa upepo na machawa na vibaraka, tayari anaingia kwenye mfumo, anavuruga sisi. Jitahidi unavyokumbana na kasheshe kama hizi, misukosuko kama hii, bahati mbaya kama hizi ambazo zimekufanya ukasahau kanuni zako, mkataba wako unasemaje, uingie, dhibiti hisia zako, dhibiti miemko,
dili kwenye kanuni, dili kwenye mkataba wako. Jambo la tatu, kuwa mtu wa shukrani. Katika maisha yetu ya kila siku tunafanya mambo mengi sana, tunapitia mambo mengi sana. Katika haya tunayopitia, jitahidi kuwa mtu wa shukrani. Kuwa mtu wa shukrani ili utambue shukrani yako, au utambue kwenye shukrani kuna nini. Jitahidi unavyokuwa unatembea, umepiga hatua 10 kwenda mbele, jaribu kurudi hatua 12, kwa maana unarudi kwenye mzingo mzima na kinusu chake. Unakaa unaangalia ulifikafikaje pale. Kama ulifikafikaje pale, ulikuwa umeweka mikono nyuma au umeweka mikono mbele, basi tafakari ile njia uliopita. Ukishitafakari kwa kina, basi nenda mbele, soma kanuni ulizopewa za kazi, kumbuka yale ulioelekezwa wakati wa kazi, fanya kazi zako vizuri. Hawa machawa na vibaraka watabaki wanapiga tu kelele. Ukisimama kwenye njia yako sahihi, hakuna mtu anayeweza kukusumbua. Jambo la 4, jitahidi dhibiti mfumo wako wa hofu. Unavyokuwa ni mtu wa mashaka, tayari hofu itakuingia, na ukishaingiwa na hofu, utendaji wako wa kazi utashuka. Fikra zako nzuri ulizonazo za kushauri taasisi kufanya kazi vizuri zitashuka. Cha kwanza kabisa, upepo kama huu sio kazi rahisi, au sio kijambo rahisi. Huwa linawasumbua walio wengi, na wengi wanatoka kwenye reli, na wengi wanapoteana, wengine wanasusa hadi kazi. Usisuse kazi, usiache kufanya kazi. Heshimu watu waliokuweka pale, heshimu watu ambao wako nyuma yako, heshimu watu wa mashabiki wako walioko nje ya kazi yako. Ukisimama hapo, ukaheshimu kanuni, ukasikiliza uongozi, swala la hofu halitakukumba kamwe. Kwa sababu katika hofu kuna vitu vingi. Unaweza kutishiwa kweli kweli, unaweza kutishiwa hata kuondolewa uhai wako, lakini aliyekupa uhai ni Mungu, na anayejua siri ya kutoa uhai ni Mungu. Akiamua leo utoke kwa kupotea au kupotezwa, basi ni Mungu ameamua. Cha msingi tu kwamba linda dhamira yako iliyokuweka pale, piga kazi. Chao ukimpa nafasi, hataharibu tu kwako, ataharibu kwa watu wengi, ataharibu watu wengi, ataharibu jamii, hatavuruga, kwa sababu atajipa kazi ambayo imefanikiwa. Kumbe kazi yake alionayo sio kazi halali. Basi ndugu zangu, niwaombe tu kwamba unavyopita katika nyakati ngumu, jambo lolote, rudie Mungu wako, rudi chini, muombe Mungu wako. Mungu ndiye anayetoa zawadi ya kweli. Binadamu akikupa zawadi, tafakari sana, huenda ikawa na mambo mengi, na usipoitumia vizuri jinsi anavyotaka yeye, anaweza akakupoteza kabisa. Hivyo tujaribu kuheshimu uwepo wa Mwenyezi Mungu, tufuate njia hizo, tufuate kanuni za kazi ambazo ni halali, kwa sababu hakuna kanuni ambazo zinapingana sana na mambo ya Mungu. Ukiona kazi yako inapingana na Mungu, hiyo ina walaki, hebu rudi chini tuangalie namna gani. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Tunaendelea kuwaletea vipindi vyetu mfululizo. Usisahau kushare, kulike, comment na kusubscribe account hii. Ina vipindi vingi, ina zawadi nyingi. Asanteni sana.